I think hakuna shaka kwamba Mwokozi wetu anarudi katika zile ishara ambazo tumeweza kuona katika dunia. Last week hata saa hizi kuna heat wave ambayo inaendelea katika Europe. Joto inakuwa mingi sana, over 50 degrees. Dukali ule munene muno ukoragwo Mombasa, ama joto ya Mombasa inafika ngapi baba miano? That one ikifika that one hata watu wavaa nguo, unapata watu wanavaa zile vest. Ndipo sa Mombasa watu wengi wanavaa bila, huwezi pata hizi jackets na shati na nini kwa sababu ya that one. Sasa ikifika 50 watu wanaungua. Katika Europe kuna heat wave inafika around 40 something to 50. Na kama mwezi mmoja ambao umepita 10,000 watu 10,000 walikuwa wamekufa na heat wave. Kwa sababu watu wanatokezea sasa hapa kwa streets wa umri kama ya past baba Motonga miaka 60, 70 wanapigwa na maji. Unaona ile zimamoto inajaribu kukulu watu kwa sababu watu wanakufa sana. Hizo zote ni ishara za kurudi kwa Masihi. Kutembea kwa rami hata hawawezi tembea, rami inayeyuka. You can imagine joto ambayo inayeyusha rami. Hizo zote zinatuonesha kwamba ishara ya Masihi wetu imekaribia. Ni wakati wote tusikie tarumbeta ya Masihi, tuweze kumlaki ili aweze kutawala katika dunia for 1000 years. Lakini huyo Masihi amekuwa na msaada gani katika maisha yetu? Hivyo ndivyo ningependa kwanza tuone ya kwamba Yesu tunangojea, lakini huyo ambaye tunamngojea, je, tunajua ya kwamba ako na msaada gani katika maisha yetu? Kwa sababu hata tusaidia huo wakati ambapo atakuja, mbali atatusaidia wakati huu ambao tunajifahamu, wakati ambapo tunamtarajia, tukijua kwamba yeye ndiye aliweza kubeba dhambi zetu, tuweze kumtegemea zaidi, tuweze kuona ya kwamba ako na manufaa katika hata maisha yetu. Na Elohim aliweza kupanga mpango ambako baada ya mtu wa kwanza kuanguka katika dhambi, Adam alipewa amri ngapi? Gani? Asikule matunda ya mtu wa katika. Lakini alipokula ile matunda, kuna andiko ambalo tulisoma katika siku nyingine na ningependa tuweze kuirudia katika Warumi 5. Warumi 5 aya 14. Adam alipewa amri moja. Na labda tunaonanga ni kama yeye alipewa rahisi sana. Noko ni hivyo tuga gate tutingiareire. Shalom. Tuwe tunapata hili neno katika Warumi 5 aya 14. Nafikiria tuweze kuona ukuu wa Masihi katika maisha yetu, maisha ya utaua, ukombozi wetu, ili tunapomtarajia tuweze kupata na manufaa vile ambavyo ameweza kuturehemu na kutukomboa kutoka dhambini. Katika verse 14, mnenaji msomaji Joshua. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. It was so powerful, mauti iliweza kutawala kuanzia Adam hadi wakati wa sasa. Na hata wale, yani the fall of Adam, hiyo fall ilikuwa so powerful ya kwamba hata wale ambao hawakufanya kosa kama Adam, wale ambao hawakukula tunda kama Adam, huwa wanahesabiwa dhambi kama Adam. Sisi ambao hatukukula matunda, ama sisi tulikula kweli, lakini ile dhambi ilikuwa so powerful that kizazi chote cha mwanadamu kikaweza kuanguka katika dhambi. Kwa tunahesabiwa dhambi. Hata mtoto wa siku moja hayuko kamili mbele za baba wetu.
hata one day, na amefanya dhambi kweli? Mtoto wa siku moja amefanya dhambi, promise? Lakini macho amefanya hajafanya dhambi, lakini kwa sababu ya kosa la Adam huwa anahesabiwa dhambi hata yeye kwa siku moja. Mwanadamu, any mankind ambaye huwa anazaliwa katika dunia huwa anahesabiwa dhambi. The same way, hata sacrifice nayo ya Masihi, it was so powerful that kwa haki ya Masihi, hebu soma verse 15. Pia nasi huwa tunahesabiwa haki. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Elohi na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yeshua Masihi kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Luka 17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima wa yule mmoja Yeshua Masihi. Ati siku kama vile ambavyo ile kosa ilikuwa so powerful that kizazi chote cha wanadamu huwa kinahesabiwa dhambi kwa sababu ya Adam, the same way now grace ya Elohim ambayo huwa inapatikana katika Masihi, it is so powerful that sasa huwa haihesabiwi utakatifu wako. Elohim huwa anachukua utakatifu wa Masihi anatupimanisha nayo. Tutukaga adhiguno dotua huyo Masihi. Hii jambo ambalo tunalipata pale ni ile justification ya kufanyika watakatifu. Yaani huwa tunafanyika watakatifu kwa sababu ya utakatifu wa huo moja Masihi. Yaani the same power dhambi iliweza kutawala dhambi ilitawala mtu, the same ati neema Elohim ni kubwa zaidi huwa inatawala kwa kupitia Masihi. Huyo Masihi ambayo tunasema kwamba anaja, huwa tunategemea neema yake ili tuweze kufanyika watakatifu. Hebu soma katika Warumi 3. Warumi 3:20. Tunasoma hiyo 22. Tuteremshe hadi 25 pale. Ama 26. Ni haki ya Elohim iliyo kwa njia ya imani katika Yeshua Masihi kwa wote waaminio. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Elohim, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Masihi Yeshua, ambaye Elohim amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Elohim dhambi zote zilizotanguliwa kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Masihi. Kulikuwa na wakati wa kitambo sheria ambayo ilikuwa labda wakati mwingi huwa tunasema ya kwamba ilikuwa sheria ya Musa. Lakini ilikuwa sheria ya Musa kweli? Yale sheria yao. Idha itolewa waneta Musa. Yaani ilikuwa sheria ya Elohim ambayo alikuwa amepea Musa. Na ilikuwa inafanya mtu mtakatifu wakati ule. Ulikuwa unachinja, unatoa kafara, unapata utakatifu. Lakini sasa Elohim akaoneshana haki nyingine, utakatifu mwingine, another way ya kuwa righteous, justified mbele za macho ya Elohim kwa kupitia neema ama damu ya Masihi. Ya kwamba kuanzia sasa kuendelea hata wakati huu ambao tunaishi, wanadamu wote wanahesabiwa ni watakatifu machoni mwa Elohim kwa sababu ya damu ya Yeshua. Ama justification huwa inatoka katika damu ya Masihi, mbali sio katika zile sheria ambazo zilikuwa za Musa ambazo zilikuwa pale mbeleni, mbali ni kwa damu ya Masihi watu wote wanafanyika watakatifu. Tunaona ya kwamba yule ambaye hakuwa dhambi akakuwa dhambi kwa watu wote. Ilikuwa ni mpango wa Elohim
alidemonstrate his justice kupitia Masihi, ya kwamba watu wote wa dunia wataweza kuhesabiwa haki machoni mwa Elohim kwa kupitia damu ya Masihi. Nataka tuweze kutafakari ukuu wa Masihi, ama how the great gift ambayo Elohim aliweza kupeana kutupea Masihi sisi. Kwa maana dhambi zetu zote na hata utakatifu ambao huwa tunahesabiwa siku ya leo, huwa unatokana na Masihi. The justification, ama kuonekana mbele za Elohim ya kwamba tumekamilika, huwa tunahesabiwa ukamilifu wa Masihi, tunaupokea. Tunakuwa ya kwamba tuko justified, kama vile ambavyo pia tunaona katika Wagalatia 3:2. Hilo neno Paulo alizidi kulinena katika Galatians chapter 2 verse 16. Hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Masihi Yashua. Sisi tulimwamini Masihi Yashua ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Masihi, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Paulo pia aliweza kufahamu ya kwamba ni kwa kupitia imani, by having faith ndani ya Masihi, huwa tunahesabiwa haki, mbali sio katika zile sheria ambazo zilikuwemo nyakati za Musa, ama wakati wa the law of Moses. Alifahamu ya kwamba kuanzia sasa kuendelea mbele, damu ambayo iliweza kumwagika ya Masihi ndio huwa inatuhesabia haki hata wakati wa sasa. Sasa wakati huu tuko mbele za Elohim, tumefanyika wana, tumehesabiwa kwamba sisi ni wana wa Elohim, tumefanyika kwamba sisi ni watakatifu, kama vile ambavyo alikuwa anaona Abrahamu, sio kwa sababu ya zile sheria za Musa, mbali kwa haki ambayo inatokana na Masihi. Kwa maana ukisoma katika nyakati zile za kitambo, Musa alikuwa ameonyesha kwamba haya mambo yataweza kufika mwisho. Kulikuwa na ile hekalu ambayo Musa aliweza kutengeneza, na tunaona ya kwamba katika huo mpangilio wa kale pia ilikuwa ni a system ya justification. Kulikuwa na njia mbili ambazo, ama kuna njia mbili ambazo Elohim ashaitengeneza katika dunia za watu waweze kupatikana ni watakatifu mbele zake. Moja ni hii ambayo ilikuwa ya kuchinja, kwamba kila mwaka once per year watu walikuwa wanakuja mbele, walikuwa na damu. Ilikuwa siku gani ambao watu walikuwa wanakuja na damu ya kondoo? Wakati siku ya atonement, siku ya 10 mwezi wa 7, watu wote wa Israeli walikuwa wanakuja na damu, wanaleta katika kuhani mkuu, anaingia katika the most holy place. So kulikuwa na the holy place na the most holy place, na hapa ndipo kulikuwa na zile sheria ama amri zile 10 ambazo zilikuwa ndani ya the ark. Na Musa huwa tunaonyeshwa kwamba alikuwa anakuja, ama huu mpangilio ulikuwa mwaka mara moja, na kuna vile ambavyo ilikuwa inaashiria ya kwamba sisi hatukuwa na ruhusa ya kuingia the most holy place. Hatukuwa na ile ruhusa. Ilikuwa ni ruhusa ilikuwa imepewa kuhani ama kuhani mkuu, na hawakuwa wote, hawakuwa kuhani ama all the priest, mbali ni the most high priest ambaye alikuwa anaenda mara moja katika mwaka. Lakini anaenda na damu ya nani? Ya mwana kondoo na ya mbuzi. Shalom. Tunajaribu kutafakari ukuu ambao tumeweza kupokea kwa kumwamini Masihi. The advantage ambao tuko nayo wakati huu ya kufanywa wana, ya kuzaliwa upya, na uzao ambao sio wa kidunia bali ni wa kutokana na baba wetu. Na tunaona kwamba katika huo mpangilio wa kale ambao ulikuwa unafanyika, watu walikuwa wanaoshwa ama wanafanyika watakatifu kwa damu ambayo ni ya ng'ombe na mbuzi, ilikuwa inafanyika kila mwaka mara moja. Na neno huo linatueleza kwamba haikuwa inasafisha the conscience ya mtu ya kufanyika kwamba yeye ni mtakatifu. Uzio ilikuwa ni jambo ambalo ni
tunaweza sema ni mechanical kidogo, sababu Musa alikuwa akichinja, anaweka ile damu katika bakuli, inawekwa maji, anachukua mti, anaanza kumimizia anaenda akimimizia watu, anawaambia hii ndio damu ya the covenant. Hebu tusome tu hilo jambo ambalo tunalipata katika Wahibrania 9 kidogo tu. Hebu soma 9 kuanzia verse 1. Unaweza anza tu hapo mwanzo verse 1. Basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza, mlimokuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya wanyweshenyo. Ruka kidogo kwa sababu ya wakati. Aenda verse 18. Na 19 uteremka kidogo. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote, kama ilivyo amuru sheria, ilitoa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundi na hisopo, akainyunyuzia kitabu chenyewe na watu wote, akisema, hii ni damu ya agano mlimoamriwa na Elohi. Na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyuzia damu vivyo hivyo. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Ilikuwa na mpangilio kama huo, ya kwamba once in a year kuhani mkuu ama hata Musa aliweza kuwa anachukua ile damu ambayo ni ya mwana kondoo, inamwagwa mahali kwa bo na inachanganywa hata na maji, anaenda akimimizia ile kitabu, anaingia the most holy place hapa, ili the most holy place, na hapa kulikuwa na the holy place, na akiingia katika hivi, tunasema ya kwamba nini kilikuwa hapa? Chumba cha ndani. Kulikuwa na the ark, ile sanduku, na pia kulikuwa ndani ya sanduku, huwa tunaona ya kwamba kulikuwa na jambo ingine. Ilikuwa na the 10 commandments ndani. Kana hedo kile dhini. Na kulikuwa na jug of manna. Mana maria yaga ni maigetwo thini wa ama ilikuwa ndani ya sanduku kama kumbusho, ni kama kumbusho. Na pia kulikuwa na nini ingine? Ni hai na rudhaju. Rudhaju rwa Haroni. Na rudhaju runi wa na maajabu, ni rwa na kiama kinene muno gekaga. Ni rwekaga atia? Ilikuwa na dhunduka. Hebu imagine mti yenye imekatwa mahali kama hii mbao. Sinaona mbao ni kai imekufa already. Lakini inafika mahali inaanza kutoa zile buds ama udhuduka nitake. Inatoa zile buds. Si mnaona buds? Ina sprout. Unaona inafika mahali inaanza kusprout. Lakini nje ya ile sanduku, hapo ndio kulikuwa na kile kitabu Musa ambayo alikuwa ameambiwa aandike. Hakuweka ndani, ilikuwa ni nje ya sanduku. Na mara moja katika mwaka walipokuwa wanachinja ile siku ambayo tunasema ni Atonement Day, alikuwa anakuja anaanza kumwagilia watu damu. So unakaa anaanza kukumizia na ile hyssop, hiyo matawi anachanganya, anamwagilia watu damu. Akimwagilia hivyo watu, inasemekana sasa wamekuwa watakatifu kwa ile damu. Lakini haikuwa inaosha the conscience ya kwamba ati wao ni wenye dhambi. Bado walikuwa wanakumbuka. Walikuwa wanakumbuka kila mwaka ya kwamba wao ni wenye dhambi. Na hakuna kitu ambacho Waisraeli walikuwa naomba sana kama kukaa usikufe kabla ya siku ya atonement.
Unajua damu si wakati huo tunasema kwamba ni wakati wa umasihi, huwa tunapokea msamaha wa dhambi kila wakati. Na huwa tunaomba kwamba utusamehe dhambi zetu kila wakati. Lakini huo wakati dhambi ilikuwa inasamehewa once in a year. So utakaa na dhambi zako for the whole 1 year. Ikifika hiyo siku ya 10 mwezi wa 7 unaoshwa na ile maji ama na ile damu ya mwana kondoo, wanafanyika watakatifu. Lakini sasa Elohim akaleta mpango mwingine ya kwamba sasa hawa watu yes ni wabaya kwa sababu ya dhambi ya Adam, lakini nitawaletea mpango mwingine ambao utakuwa nje ya hii, nje ya huu kuhani. Kwa maana the difference ilikuwa ya kwamba ni kuhani wagani ambao walikuwa wanafanya hii? Si ni wanadamu? Shalom. Walikuwa wanadamu, watu ambao walikuwa na dhambi. Na mnyama wa kwanza alikuwa anatolewa ili waanza wao wenyewe wafanyike watakatifu. Kwa hivyo mali wadu na mali ona mehia ota idhwe, si ndio? Hata ilifika mahali ambapo kuhani sasa walikuwa wakiingia hapa ndani wanakufa, kwa maana kama hawajeweza kujisafisha vizuri ama wanaingia na dhambi zao wanakufa. Lakini hakuna mwenye angeingia hapa kutoa mtu, kwa sababu hapa wangepata mauti. So wanafungiwa mguu na nyororo ili ukikufia katika hapa the most holy place, kwa maana hakuna mwingine anaweza ingia, unavutwa, unatolewa nje. So unaenda unakaa tu, kila wakati wakisikia nyororo bado unafanya kazi ya ukuhani, wanajua ya kwamba bado uko hai hadi unapo kuwa ile utoke ukiwa hai ama ukufia hapo ndani uweza kuvu. Lakini kuhani ambaye tuko naye siku ya leo si mwanadamu. The beauty ya kuhani ambao tuko naye, the advantage ya one, hakutumia damu ya mwanakondoo ama ya wanyama. Hebu soma hapo katika 23 teremki kidogo. Basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Fikisha hadi hapo kwanza. Tunaona ya kwamba as it was necessary for copies of heaven ziweze kusafishwa. Kuna mambo mengi mno, kuna mambo mengi ambayo huwa tunaona ya kwamba maybe yalifanyika in these 3 days Masihi alikuwa kaburini ama alipopaa mbinguni mbele za Elohim. Kuna mambo mengi sana ambayo labda sisi ambao huwa tuyafahamu, lakini kuna copies za heaven ziliweza pia kusafishwa kwa hiyo damu ya Masihi. Musa akiweza kujenga, akitengeneza hii tabernacle, alikuwa ameambiwa atengeneze aje kulingana na nini? Kulingana na the pattern I showed you in heavens. Musa aliweza kufunguliwa akaona hekalu lingine exactly a copy ya yenye aliweza kujenga. Kumbe huko ndani kulikuwa na vyombo. Sijui nani huwa anatoa dhabihu na kupitia zile vyombo, lakini tunaona kwamba hizo vyombo zilikuwa na manufaa pia ziweze kuoshwa na damu. Hizo vyombo zilikuwa ziweze kufanyika pia ni takatifu mbele za Elohim kwa damu. Na hiyo damu tumeona kwamba ni ya Masihi. 24. Kwa sababu Masihi hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Elohim kwa ajili yetu. Wala aliingia mbinguni, hakuingia mahali ambapo ni patakatifu ambapo palikuwa pamejengwa na mikono wa wanadamu. Hii hekalu finally, hii hema iliweza kuwa transferred hadi wakati wa Solomon alipojenga hekalu, the temple ambayo ilikuwa katika Jerusalem. Na hiyo temple si kuna upande ambao uko saa hizi. Kuna ukuta ambao unaitwa aje?
the western wall ama the wailing wall, kuna ukuta kubwa bado imezidi kusimama hata wakati wa sasa. Wa hii hekalu imekuja ikitengenezwa wakati ilibomolewa na Babylons, ikajengwa wakati wa Herode, na kuna ukuta mmoja ambao imeweza kubaki hata sasa. Kwa hapo ndipo alikuwa amesema haya mambo yote yawe yakifanyika. Lakini tunasikia kwamba ati wakati wa sasa Masihi hakuingia katika hii hekalu ambayo iweza kutengenezwa na mikono ya mwanadamu, bali aliingia katika hekalu ya mbinguni. Wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kumweka msingi wa ulimwengu, lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa. Ati si mara nyingi, aliingia mara moja ya kutosha nyakati zote. Yeye ni kuhani hata wakati wa sasa. He is our high priest. Yeye ndiye atatutetea hata wakati wa sasa. Unajua kulingana na mpango wa SDA walisema kwamba aliingia the most holy place 1844. Yaani ati ni kama hakuwa ameketi sasa wakati in the right hand ya kiti cha Masihi cha Elohim hadi 1844. Lakini tunaona imepingana na Biblia, kwa maana Paulo anatueleza most likely huwa inasemekana ya kwamba Paulo ndiye aliandika hiki kitabu cha Hibrania, kwa maana ameandika kwa undani sana wa ukuhani, yani anaelewa zaidi ukuhani. Na tunaona ya kwamba aliyefunuliwa ya kwamba the same Masihi alipokuwa alipaa, hakuenda the outer, ile mahali ambapo ni pa nje, mbali alienda the most holy place. Hata wakati wa sasa ako ndani akikututetea akiwa kuhani wetu. Baada tukienda kutamatisha katika chapter 10, verse 12. Lakini huyo alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Elohi. Baada ya kutoa dhabihu moja, ameketi katika mkono wa kuume wa Elohim hata wakati wa sasa. Saizi huwa anapokea mateta zetu, anapokea matatanishi yetu, shida zetu, anatutetea mbele za baba wetu. We have the high priest hata wakati wa sasa, ambaye si mtu, ambaye pia hana dhambi, anapata kibali mbele za Elohim akitutetea hata wakati wa sasa. Na ameketi katika hicho kiti cha on the right hand ya Elohim akitutetea. Elohim hurumia hata huyo. Elohim baba wetu hurumia hata huyu. Wacha tumaliza katika tusikia kwamba katika hiyo dhabihu ambayo huwa anatolea wakati wa sasa, iko namna gani katika Hebrews 7 verse 25. Naye kwa sababu hii waweza kuwaokoa kabisa wao wamjio Elohim kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Hiyo ni jambo nzuri ya kututia ama ya kutu encourage that he is able to save completely those who come to Elohim through him. Hakuna ambalo tuko nalo la kututia nguvu ama assurance kama hilo neno ambalo tumepata pale ya kwamba he is able sio tu to save completely wale ambao huwa wanakuja kwa Elohim kwa kupitia yeye. Leo tuko na, tunaweza sema ni bahati au ni baraka, tumebarikiwa zaidi. Tuko na kuhani mkuu ambaye Elohim alichukua utakatifu wake akatuvika. Anatuona sisi pia ni watakatifu kulingana na mwana ambaye huwa anatueta mbele za Elohim hata wakati wa sasa. Na tumeweza kupewa hakikisho ya kwamba tukimwendea ama tukienda mbele za Elohim kwa kupitia yeye, he is able to save us completely. So tuko na hiyo neno la assurance ya kwamba tukizidi kutegemea huyo Masihi wetu, yule ambaye ni kuhani wetu hata wakati wa sasa,
ambaye alipurify hata objects ambazo ziko katika hekalu ya mbingu. Kuna viumbe, kuna sio viumbe, ni vyombo, tuziite tu vyombo ambazo ziko katika hekalu ya kibingu. Aliweza kuzisafisha, na pia anasafisha hata our own conscience completely. Tunapata kibali mbele za Baba wetu. Wacha tudumu katika yeye, tudumu katika kumtegemea Baba wetu, kwa maana huo ndio mpango ambao aliweza kupangilia ya siku za mwisho, vile ambavyo watu watamuendea. Hawatamuendea katika ile damu ambayo iliweza kuwa inatolewa kwa wanyama, lakini ni kwa kumtegemea mwana. Tukimtegemea mwanawe ambaye aliweza kumtoa akiwa wa pekee, tunapata kibali mbele za Baba wetu, kwa maana yeye ndiye kuhani wetu. Elohim aweze kuwabariki.